Kama ulivyonitambulisha, mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, na ninafanya kazi zangu katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Lakini pia ukiacha maeneo hayo, pia nafanya kazi zangu katika kituo kinachoitwa Eden Dispensary. Lakini pia sisi madaktari bingwa huwa tunatembea sehemu mbalimbali za nchi hii kwa ajili ya kuhakikisha huduma zetu zinawafikia kwa uzuri kabisa. Idara yetu ya mama na mtoto, mara nyingi neno tunalopenda kulitumia ni ugumba. Ugumba unaweza ukawa kwa namna mbili. Kuna yule mwanamke ambaye unakuta hajawahi kabisa kubeba ujauzito, au wale wanandoa ambao toka walipooana hawajawahi kabisa kushika ujauzito. Sasa hiyo inaitwa ni aina ya kwanza ya ugumba, kwa maana ya primary infertility. Tunapoongelea aina ya pili ambayo inaitwa secondary infertility, huyu sasa unakuta mwanamke au wanandoa hawa wanafanikiwa kupata mtoto wa kwanza na wa pili au wa kwanza. Baada ya hapo hawatakuwa tena na uwezo wa kupata tena mtoto. Kwa sasa tunapoongelea mambo haya mawili, ndio mada ambazo mara nyingi tumependa kuzitumia kulinganisha na hilo lilolitaja la utasa, ambayo inawezekana mtu asiwe kabisa na uwezo wa kufanya kitu chochote kwenye swala zima la uzazi. Ndio maana sisi tunapenda kutumia neno ugumba, kwa sababu kuna mmoja atakuwa na mtoto leo lakini baada ya hapo asiweze tena, na kuna mwingine ambao nakuta kwamba hajawahi kabisa kupata mtoto katika maisha yake. Wote hawa wanaitwa wagumba, na sababu zao zinaweza zikatofautiana. Tumekuwa tukikutana na wanandoa ambao wamefanikiwa kupata watoto wawili au watatu na bado wakahitaji kuendelea kupata watoto wengine, lakini inashindikana. Na inaposhindikana, hao tutaita wana kitu kinaitwa secondary infertility. Maana yake ni kwamba walifanikiwa kupata, lakini baada ya hapo tena hawakuweza, kutokana na sababu ambazo pengine tunaweza tukaziona leo hii kwenye kipindi chetu. Kwanza, tunapoongelea hedhi ya mwanamke, ni dalili njema, kwa maana ya kwamba homoni za huyu mwanamke zinafanya kazi vizuri. Na mara zote umekuwa ukienda hospitali unaambiwa na daktari kwamba homoni zako hazijabalance. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mwanamke anapoanza kuona hedhi ile siku ya kwanza, ndipo mayai huwa yanaanza kutengenezwa kwa ajili ya kuandaa upatikanaji wa mtoto. Na wakati haya mayai yanakuwa, basi huwa yanatoa homoni inayoitwa estrogen. Na ile homoni ndiyo inayoleta urembo wa mwanamke. Ukiona urembo wa mwanamke wa aina yeyote ile, jua ni homoni ya estrogen inayozalishwa na mayai yanayokuwa. Sasa ikifika katikati ya mzunguko pale, kuna kitu kinaitwa upevukaji wa yai, kwa maana ya ovulation. Ovulation maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lile yai ambalo lilikuwa linakuwa kuanzia siku ya kwanza linaanguliwa, na sasa wakati huo mwanamke anapokutana na mwanamume ndipo ataweza kushika mimba. Na baada tu ya lile yai kuanguliwa, huwa kuna ganda ambapo yai lilitoka, linaitwa corpus luteum. Hili ganda kazi yake ni kutoa homoni ya progesterone, ambayo ndo itamaintain au italea ule ukuta ikitokea mimba imeingia, mpaka wiki 12 au miezi mitatu, ambapo sasa kama mimba iliingia, basi lile kondo la nyuma litakuwa limeshaanza kutengenezeka kwa mtoto, na hilo ndilo litaleta sasa ile homoni kwa wingi itakayolea mimba mpaka miezi 9. Sasa ikitokea mimba haikutungwa, inapofika siku ya 28, kwa mfano wanawake ambao wana mzunguko wa siku 28, basi ile ganda huwa linanyauka. Na linaponyauka lile ganda, ule uzalishaji wake wa ile homoni iliyokuwa inalea ule ukuta wa mimba inapungua. Kwa hiyo ikipungua, ule ukuta unakosa sapoti na ule ukuta unameguka, na mwanamke anaanza kuona siku zake, ambavyo tunaita ni hedhi. Kwa hiyo mwanamke anapoona hedhi, maana yake ni kwamba inawezekana homoni mbili hizi za estrogen na progesterone zimebalance. Lakini kuna kitu kimoja ambacho pia ninaomba ufahamu. Afya ya mwanamke inapimwa na upevukaji wa yai. Maana yake kama yai